Uncle T ni muumini wa dini ya Kiislamu. Iwe dini ya Kiislamu, iwe dini ya Kikristo, dini zote zinatuambia tuwe na imani. Na imani maana yake ni kuamini mambo yanayokuja ile ambayo hujayaona. Yaani imani ni kuamini kile kitu unachotarajia kuja ila bado hakijatokea. Tunaambiwa tuishi kwa imani. Kwa hiyo imani yake ni kwamba ataenda mbinguni. Ndio imani aliyokuwa nayo. Kwa kile alichokiongea hajakosea. Kwa sababu hakuna mwanadamu anayependa kwenda jehanamu. Hata shetani mwenyewe hapendi kwenda jehanamu. Sawa Kila mtu anapenda kwenda peponi ambapo Mungu ametuumba kwamba tuende katika uzima wa milele. Kwa yule mwenyewe anatamani kwenda katika uzima wa milele. Sasa watu wanaomjaji kwamba amesema akifa sasa hivi anaweza kwenda katika ufalme wa mbingu, sio vizuri kwa sababu anayejua ni Mungu, yeye pamoja na Uncle T. Ufalme wa mbinguni ni neema. Unaweza ukaishi unatenda mema, umeokoka, uwe ni mswala 5, ukaanza kufanya dhambi, siku unakufa ukaenda jehanamu. Uncle T ambaye mnadhani nyinyi ana dhambi akaendelea na dhambi zake, siku anakuja kufa tu, amebakiza mwezi mmoja kufa, akaokoka au akatubu, akamwomba Mungu akamsamee, afu baadaye huo mwezi akafa na kaenda peponi. Wewe ambao umeswali maswala 5 toka unazaliwa na ukaja ukafanya kosa tu ile, labda ukazini na mke wa mtu, wafu kafia guest, ukaenda motoni. Ushaelewa? Kwa kitendo alichokifanya ni kitendo, alichosema ni kitendo kikubwa, na tunaishi kwa imani. Ndio maana sikia mtu anasema mimi ni tajiri ila hana hela, ila naamini bedembe atazipata. Ni kama kumuuliza mtu maskini, wewe ni bilionea, mimi ni bilionea. Ni imani ya naamini. Kwa hiyo Uncle T kwa kitendo alichokisema hakuna haja kumkosoa. Mungu anaweza kumpeleka peponi. Mifano ipo mzuri. Agrey, kuna mtu alitegemea Agrey atakuja kuokoka. Agrey ndio alikuwa shoga maarufu kabisa. Maarufu yani shoga, yani ule maarufu wake umetokana na ushoga. Yani ni shoga wa umaarufu wa ushoga. Haya, sasa sikaokoka. Sasa mtegemea Mwenyezi Mungu. Na amemshika Mungu kabisa. Sasa hivi akifa sanaenda mbinguni sababu alishampokea Yesu, ashamrudia Mungu. Sasa kwa mambo yanabadilika, maisha yanabadilikaga. Mambo mengine katika maisha ni katika ule utafutaji, unajikuta umefanya kitu ambacho kutegemea kukifanya, lakini bado unakuja unagundua kwamba kumbe kinachokifanya ni kibaya. Unaokoka na unamrudia Mungu sababu Mungu anasamee. Hakuna dhambi ambayo isamehewi labda kumkufuru Roho Mtakatifu. Lakini sijui ushoga, wizi, unini, hizo ni dhambi ambazo zinasameheka. Sawa, lakini wengi walitegemea kwamba pengine angeweza kutoa jibu tofauti na ile ambayo alitoa. Na wengi wana hukumu na kusema kwamba Uncle T hawezi kwenda mbinguni. Hivi ni sahihi mwanadamu kumhukumu mwanadamu mwenzake? Yaani mwanadamu kiimani, kwenye haya mambo ya Mungu, mwanadamu sio vizuri kumhukumu mwanadamu mwenzako kwa sababu wewe hujui chochote. Mimi naona hata serikali itakiwa kuingilia mambo ya kidini. Ushaona? Kwa sababu wewe yule mtu haumjui rohoni. Anaona rohoni ni Mungu. Kwa Mungu ndo waga na hukumu. Haya mambo yani ya kiimani ya kidini. Mungu ndo anayehukumu. Sasa Mungu yeye ndiye ana uwezo wa kuona kwenye roho ya mtu. Kwamba yeye ananipenda au anipendi, ataenda mbinguni au aende. Kwa katika mambo ya kidini sisi wanadamu turuhusiwi kuhukumu, bali tunaruhusiwa kukosoa. Kama mama zako unazokifanya unamweka katika njia iliyo sahihi. Ila sio kumhukumu. Anayestahili kuhukumu ni Mungu kwa sababu Mungu ndiye anaona rohoni. Ndio maana Kenya alitokea mzee mmoja akajiita Yesu. Serikali ikamkamata ikamfunga, wewe sio Yesu. Haya akauliza, mimi sio Yesu. Haya mleteni Yesu wa kweli. Wanaye sasa. Wanamjua. Wakamkosa. Kwa hiyo hata akisema mimi ndio Yesu, kwa nini Yesu nyie mnamjua? Ndio mimi nimekuja. Unaona Kwa hiyo ana hata maneno ya kusimamia kwamba Yesu wakati anakuja naye katika kizazi chake walimkataa, lakini alikuwa ni Yesu. Nyie Yesu nataka awe nani? Kwa hiyo mtu yote sasa hivi hata akija hapa akasema mimi ni Yesu, utaki kumhukumu sababu Yesu umjui. Ushanielewa? Yaani wewe Yesu umjui, hata Yesu akija sasa hivi aje ni mzungu, wewe mwenyewe utakataa, utasema wewe sio Yesu. Hata aje anapaa, anashuka hivi, wewe utasema hauni mchawi kaja. Yaani wewe huwezi kumwamini kama ni Yesu. Hata Yesu aje sasa hivi, aje kanisani kwenu, aseme mimi ndio Yesu Bwana, hamwezi mkama. Hata akisema afanye miujiza mtakataa, mtasema hamna, huyu mchawi. Ushaona Kwa hayo mambo ya kiimani anayejua ni Mungu. Mambo ya kiimani kuhukumu, Mungu ndiye anatakiwa kuhukumu sababu Mungu ndiye anaona katika roho ya mtu kwamba kuna nini. Hata ili swala la kuhukumu wachungaji, sisi inabidi tusihukumu. Yani unajua imefikia hatua kwa sasa hivi mchungaji kanisani hamhubiri tena Yesu. Unakuta mchungaji anamhubiri Pastor Tony. Yani katika ibada yake anamchambua Pastor Tony. Ndio Pastor Tony kwa hivi na hivi na hivi. Au anahubiri, hahubiri Yesu, anaanza kumhubiri tena Mamposa. Unaona kama kule kwa Mamposa kuna nini? Unaona Kwa hiyo ni kuhukumu. Asa wale waumini wako na wahubiri unaambia labda Pastor Tony au nani, unakuwa na hukumu. Dini nzuri. Ukiona mwenzako labda ni mtumishi ameanguka,
Usianze kumsema sema kama hivyo mbele ya wengine. Wewe muombe. Anahitaji maombi, anaweza akabadilika, unaona Kwa Uncle T sio swala la kumsema. Kama kweli watu mnampenda aende mbinguni. Hakuna mwanadamu aliyekamilika. Ushaelewa? Ni kupiga goti na kumuombea. Mungu amshushie neema yake kwamba okoka nifuate. Yaani hicho ndio kitu ambacho kama kweli watu wanampenda, Watanzania wanapenda Uncle T. Sio kumsema vibaya. Unaona Kwamba ni shoga ni nini? Muombe. Uwezi jua kitu gani kilimkamata, kuna majini, kuna mapepo, wengine wanazaliwa vile. Wewe muombe. Muomba tena kimya kimya, Mungu bana, msaidie huyu, mbadilishe. Mungu ashindi kubadilisha kitu. Kama mambo yote mkikote mkamuombea, Mungu yeye mwenyewe akiamua kumbadilisha anambadilisha ndani ya sekunde. Sawa. Kuna watu wanaosema wao wanajiaminisha kwamba ni watakatifu wanaenda mbinguni. Watu wa design hii wanaojiaminisha unawaambia nini? Kwa sababu ni mwanadamu kwa unaweza kujipima mwenyewe kwamba hapa mimi nipo sawa, naweza nikaenda mbinguni. Hakuna kitu kama hicho. Usijiaminishe kwa sababu kwanza hakuna mwanadamu ambaye atamani. Kwanza maneno yanasema kwamba ukimtamani mwanamke umezini naye. Usitamani nyumba fulani. Hao wanasema ni watumishi wanakuwa anatamani, mimi natamani niwe kama fulani, natamani kama sitari ushatamani. Kwa hiyo uwezo kujiaminisha kwamba ni mtakatifu uliyekamilika. Maandiko yanasema ukisema kwamba huna dhambi wajidanganya. Tukisema kwamba tuna dhambi twajidanganya. Hakuna mwanadamu ambaye amekamilika. Sisi wote tuna dhambi. Kwa hiyo cha msingi sasa ni kutubu. Alafu usiwajaji wenzako. Kumbuka kujijaji, kujipa vyeo kwamba mimi ni mtu wa Mungu. Mimi ni mtumishi mkubwa wa Mungu, mimi ni mtakatifu, sina dhambi, ni kujikweza. Kama wale waliendaga kuomba wawili, mmoja akasema Mungu mimi natoa fungu la 10 nini na nini na nini. Mwingine akasema Mungu naomba nisamee mimi mwizi nini na nini, mtoza ushuru. Yule aliyekuwa anajikweza aliondoka bila kitu, yule ambaye alikuwa anajishusha kaenda. Kwa Mungu ni kujishusha. Hata kama wewe ni mtakatifu. Mimi ni mtakatifu sawa, lakini usijipe 100%. Wewe unajuaje? Sababu ukiwa mtakatifu shetani anakutafuta. Unaweza unakaribia kufa tu ukatenda dhambi au ukatenda tu dhambi kidogo tu. Yaani kidogo ambayo kutegemea ikaangusha ikafuta yale mambo yako yote afu ukafa bila kutubu. Kwa sasa tusijipanishe vyeo katika Ukristo. Cha msingi ni kunyenyekea, kumomba Mungu nisaidie nife katika wokovu, na watu kama wanakosea kama hao akina Nkotini kuwaombea na sio kuwajaji. Ukimjaji unamkatisha tamaa. Hata kama alikuwa anataka kuokoka ataacha sababu tayari unamjaji kwa wale maneno. Kwa maana watu wanataka watambue kwamba huenda Ankoti anaweza akawatangulia kwenda mbinguni kuliko wao wanaojiona wako salama. Ndio. Kwa sababu unajiamini. Huenda Ankoti kila siku jiona anatubu. Japokuwa tunasema kwamba tutubu makosa yetu, ukitubu toba kweli ni kutubu na kuacha. Lakini Mungu anajua kwamba wewe ni mwanadamu unatubu na kuanguka. Yule Ankoti, ngoja nikwambie kitu kimoja. Huenda Ankoti kitu kinachomfanya weke awe mjini ni kile kitu ambacho nyinyi mnamhukumu kwamba anakifanya. Kwa sasa anahisi kwamba kile kitu nikikiacha sitaweza kufanikiwa. Kwa sasa ukute yeye amepanga hichi kitu anachofanya kweli ni kibaya, lakini natamani nikiache nifanye mambo yangu. Maybe amejiwekea muda. Kila akifanya labda anaweza anatubu, lakini anasema ndani ya mwaka huu kitu nakiacha, nitengeneze kwanza hela nipate mtaji wangu, nikiacha niwe pa kuishi. Sasa ukatoka hapo kaenda ukamhubiri mtu anayejiuza. Hata aje kwenye wokovu hapo wakati ile kujiuza ndio kunamuingizia hela. Unaona wewe labda mpelekee mtaji afu mwambie ukoka njoo fanye hii biashara au mtengenezee mazingira. Unaona? Kwa hata yule huenda anafanya afu anatubu. Anamwomba Mungu nisaidie kitu ninachokifanya, najua nakukosea lakini niache. Anaacha. Unashangaa anafanya anaacha, anaokoka, na akiokoka anaokoka mazima. Wewe upo tu unaendelea unajiba kidogo, unazini kidogo, unafanya nini. Unajikuta wewe ndio unakufa katika hizo mishemisha, unajua utakufa lini. Lakini unakuta anamwomba Mungu, Mungu anamsaidia, anakuja anaokoka. Mungu sisi ambao tuko duniani wote ni watoto wa Mungu na Mungu anatupenda. Hakuna mtoto ambaye Mungu anamchukia, na wote anatupenda ili tuende katika ufalme wake. Unaona, kwa neema inamfikia mtu yeyote. Bwana nikushukuru sana.